Wanihayatu ruju'un ila turab, na mwisho ni kurudi mavumbini. Fa'mal lil akhirah, basi fanya matendo kwa ajili ya akhira. Fahiya darul baqa, kwani akhira ndiyo makazi ya kudumu. Maneno haya yanatukumbusha kuwa mwili wa mwanadamu unao mwisho, na mwisho wa mwili wa mwanadamu au mwisho wa mwanadamu ni kaburi. Hivyo dunia ni ya kupita, lakini akhira ndiyo ya kubaki milele na milele. Al-Imam Shafi'i rahimahullah anatukumbusha pale aliposema katika maneno yake ya hikma kwamba madunya illa ghururun, dunia si chochote ila ni udanganyifu tu. Kwamba madunya illa ghururun, haikuwa hii dunia isipokuwa ni udanganyifu tu. Wama fiha illa fanin, na yaliyomo ndani yake yanaangamia na kuisha. Fa'mal lidarin la tazulun, basi fanya matendo, fanya amal kwa ajili ya makazi yasiyoondoka au makazi yasiyoisha. Maneno haya ni maneno makubwa mno, kwamba huu ulimwengu au hii dunia haikuwa si chochote isipokuwa ni udanganyifu tu, na yaliyomo ndani yake yote yanaisha na kuangamia. Hivyo fanya matendo kwa ajili ya makazi yasiyoondoka na makazi yasiyoisha. Hivyo kumbuka kaburi, lakini puuza udanganyifu wa dunia na jitahidi kufanya matendo mema yatakayokufuata baada ya wewe kuondoka ulimwenguni, kwani kila pumzi inayopita inapunguza safari yako ya duniani kuikaribia safari ya akhira. Hivyo mwenye akili siku zote ni yule anayejipamba kwa vitendo vilivyokuwa vizuri ambavyo vitamwangazia kaburini na kesho akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa katika waja wake wenye kujitahidi katika mambo ya kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imepokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa amesema, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, kwamba hakuna katika nyinyi yeyote isipokuwa atazungumza na Mola wake siku ya Kiyama. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanu, hakuna kati yake yeye na Mola wake mkalimani. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama, basi atatizama kuliani mwake hataona isipokuwa alichokitanguliza. Wayanzuru ashma'a minhu fala yara illa ma qaddama, atatizama tena kushotoni mwake hataona isipokuwa alichokitanguliza. Wayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, kisha atatizama mbele yake hataona isipokuwa moto ulio mbele yake au moto uliomwelekea. Fattaqun nara walau bishiqqi tamratin, basi mwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walau kwa kokwa ya tende. Hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Hii ndiyo hali itakavyokuwa siku ya Kiyama, kwamba kila mmoja katika sisi atazungumza na Mola wake, hakuna mkalimani kati yake yeye na Mola wake. Hivyo basi atageuka kulia na kushoto kuangalia kitakachomsaidia, lakini hataona isipokuwa aliyoyatanguliza katika matendo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatutaka na kutuhimiza kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walau kwa kokwa ya tende. Maana yake kwa kutoa sadaka hata kama ni ndogo kiasi gani, uwe itoe, kwa sababu itakusaidia siku ambayo hapatokuwa na amali yoyote ya kuchuma, siku ambayo hapatokuwa na sehemu yoyote ya kufanya amal ili kuingizia thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
kwa sababu siku ile ni siku ya malipo, ni siku ya kufanyiwa hesabu, ni siku ya kulipwa kwa kile ulichokuwa ukifanya duniani. Hivyo muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na jitahidi kufanya mema. Usidharau katika mema kitu chochote, hata kama jema ni dogo kiasi gani, walifanye, kwa sababu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna jema dogo na wala hakuna dhambi dogo, isipokuwa yote yanahifadhiwa. Kama ni jema linahifadhiwa, na kama ni baya litahifadhiwa, na siku ya Kiyama upate malipo yake ya kile ulichokifanya. Kama matendo yako ni mazuri, basi malipo yake yatakuwa ni mazuri, na kama matendo yako ni mabaya, basi malipo yako yatategemeana na kile ulichokifanya.